Naam, huwa gani mpenzi mfuatiliaji wetu wa Fadi Media, kama ndio mara ya kwanza unajiunga na sisi, nipende kukuomba tu subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele ili uweze kujipatia update mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa leo tumejaribu kufanya ziara japokuwa sio rasmi na kushtukiza. Tumemtembelea Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nyegezi iliyopo katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Yeye ana kampeni yake ya usafi katika kata yake. Ni jambo ambalo ni la kuigwa na madiwani wengine popote pale nchini Tanzania, lakini sisi si wasemaji kwenye hili. Bahati nzuri tunaye mwenyewe anaweza akatupitisha kwenye hili jambo. Mheshimiwa, habari yako? Safi kabisa. Habari ya asubuhi? Nzuri. Ndio, habari ya kwenye kata yako inaendeleaje? Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri kabisa. Nimeona una jambo zuri ambalo limekuwa ni chachu kwa madiwani wengine na viongozi wengine hasa ngazi tofauti la usafi. Hili umeitolea wapi au ni hamasa ambayo umejifunza wapi ili wananchi wako kata ya Nyegezi waishi nalo milele, au ni kipindi cha muda mfupi ambapo umekwenda kulianzisha? Ni jambo ambalo nilikuwa na kiunalo kwa muda mrefu, lakini pia katika ahadi zangu nilisema usafi kwanza. Na nikitazama Nyegezi naona mazingira yake ya kuwa sio mazuri, nikasema nianze na usafi. Usafi kwanza, alafu tutakavyokuwa tunaendelea tutaona baada ya usafi nini kinafuata. Sawa. Tumeona na umejaribu kuprint hadi mabango. Haya yanatia chachu kiasi gani kuelekea zoezi la usafi ambalo umekwenda kulianza? Niliwaza kwamba naweza nikasema kwamba tufanye usafi kwamba tukasafisha tu alafu basi. Nikaona ili iwe zoezi endelevu kwa kipindi chote, nikaona kuna haja ya kutengeneza mabango ambayo yataweka alama ya kwamba mtu akifika anasema, akifika sehemu akaona usitupe taka ovyo, fine $50. Ataona hata dumu ataogopa kutupa. Kwa hiyo ataona ni kitu ambacho atakitunza kwamba akakihifadhi sehemu ambapo inapohitajika taka kutupa. Kwa hiyo ninashukuru nilifanya ile zoezi. Unapoanzisha jambo katika mazingira ambapo lilikuwa halipo na hujaona limefanyika, changamoto zipo. Nilizindua kwa kusafisha barabara kuu, na baada ya hapo nikawa napita kwa kila mtaa, kwa sababu siwezi kusema usafi alafu mitaani hamna elimu. Kwa hiyo ninapita kwa kila mtaa. Nikiingia kwenye mtaa ninatoa matangazo kwamba wakazi wa mtaa fulani leo tuko hapa, tushirikiane kwa usafi. Kwa hiyo wanajitokeza, tunasafisha. Tukishasafisha tunamwambia mkazi wa pale, hatutaki kukuta uchafu tena hapa. Ina maana ni jukumu lako kusafisha. Wafanyabiashara wa maduka yaliyoko barabarani tunaambia hakikisha unapofungua duka lako, kitu cha kwanza usafi. Hatutaki kuona taka. Kwa hiyo hii kampeni inaenda kwa kila mtaa na itakuwa ni endelevu, sio kampeni ambayo nimeifanya hivi alafu niishie njiani, hapana. Nitahakikisha hata kila mwezi kama ni gari au na watu ambao watakuwa wanapita kuhakikisha haya mazingira kweli ni masafi. Na ukiona hivyo, niliona nisifanye tu mimi mwenyewe, nikawashirikisha wenye viti wa mtaa. Nikawaambia nahitaji mnipe watu kutoka kwenye mitaa yenu. Kila mwenyekiti anipe watu. Hao watu watanisaidia mimi kuona kwamba wanaweza kupita, au kwenye mtaa kutakuwa kuna sehemu fulani ni chafu, tunakwenda tunamfuata eneo husika, tunawaambia wasafishe. Wakiwa wakaidi, na maana sasa tutaona namna gani ya kuweza kuwajibisha. Kama bango yanasema fine $50. Zaidi ya hapo, ina maana kuna namna sasa tutaona huyu mtu anahitaji nini. Na kama ni sehemu ya biashara, mtu kama ni mchafu sana, ina maana hastahili tena kuwa sehemu ile. Na kwenye maisha mtu ukiwa serious, kwanza mtu anaweza kusema ataweza kweli huyu? Mbona nani? Mbona mwanamke? Mimi sitaki lengo langu life. Maono yangu yafe. Ili lisife lazima niwe serious kabisa kwamba wewe hapa ni pachafu. Sawa. Kwenye hili zoezi lako au kampeni yako hii ya usafi kwa kata ya Nyegezi, kuna timu ya vijana ambao umeiandaa au umeshaianzisha kwa ajili ya kupita kila maeneo kuhakikisha naimiza kwa kila mwananchi au mpitaji wa eneo lile aweze kunyoosha njia?
Ndio, nina vijana wa mama wote ambao nilisema kwamba niliomba kwenye mitaa. Kwa hiyo hawa watu ninahakikisha kwamba ninao ambao watakaoingia kwenye mtaa, na niliwaambia nataka watu kabisa ambao wataendana na mimi, ambao tutaenda pamoja na kwamba ni gharama. Hili zoezi sio mtu anaweza kusema ni zoezi tu ambalo mtu ameanzisha, ila linahitaji gharama, linahitaji support. Mwanzoni ile ninapita niliona namna watu mwingine anaona kama labda huyu anataka pesa, huyu labda anani, lakini nilikuwa nawaambia watu niletee tafagio tu, niletee fyekeo, niletee leki, umeona, niletee vitu ambavyo nitavitumia, sihitaji pesa, niletee vifaa. Lakini niliona ni ngumu, nilibidi niache. Kwa hiyo nikajibana mimi mwenyewe kuhakikisha, nikaona nahitaji mabango kwenye mipaka yangu, kama vile nikachonga bango. Na kwa hiyo namwambia fundi nichongele bango moja, nitengenezee hivi na hivi, nifanyie hivi na hivi. Kweli vinaenda, mwisho wa siku nashukuru Mungu jambo limefanyika, sijadhaminiwa na mtu yoyote. Ni nguvu yangu mwenyewe na wadau mwenyewe. Kwa hiyo siku zingine nikiona leo sina hela ya kumpa gari kwa ajili ya, kwa sababu watu wangu wanapofanya usafi wanatamani wapate kamziki kidogo na nini, angalau vibe liwepo. Kwa hiyo inabidi natoa gari. Kama leo nimetoa gari yangu kwamba tumieni, ninaingia kwenye kikao na kuja tunaungana. Kwa hiyo na wanafurahia, wanasema endelea na majukumu, sisi tuko kazini kuhakikisha kwa hiyo ninashukuru tunaenda vizuri. Sawa. Pengine zoezi lako la usafi kwa kata ya Nyegezi umelitengea siku maalum ambayo ni siku ambayo ni ya hamasa kwa kila mkazi na kwa kila mfanyabiashara, au ni kila siku ni siku ya usafi? Mfano leo wako kwenye mtaa mwingine, kesho tunaingia mtaa mwingine. Tukishamaliza mitaa, Nyegezi tuna mitaa 8. Tukishamaliza hiyo mitaa 8, tunaanza sasa kupita kwenye ile mitaa yetu kuona kwamba watu wanaitunza mazingira, watu wanajali usafi. Kwa hiyo tutaanza kupita tena kuzunguka kwa kila mtaa kuona huku ni kusafi, huku kuchafu. Tunaendelea kuwapa elimu. Yaani mimi matamani yangu ni endelevu, kwa sababu usafi ni kila siku na watu wengi wanapenda kukumbushwa. Mimi wakienda vizuri, ina maana nitaenda kupunguza ile spidi ambayo nilikuwa ninaenda nayo. Nitaanza kupita labda kwa wiki 2, napita kuona mitaa kweli ni misafi, maeneo haya ni masafi. Nikiendelea vizuri nitaanza kwenda kwa mwezi, kuona mwezi huu sasa tutakuwa timu yote, piteni huku, piteni huku, piteni huku, tutakutana. Kusafi ni kusafi. Kwa hiyo ni mpango endelevu. Kwa hiyo ninahitaji support endelevu. Sawa. Unahamasisha usafi, na pia labda unasema maalum ambapo umepanga kwamba baada ya mwananchi mmoja kwa maana ya wakazi wanapomaliza usafi, ule uchafu wanakwenda kuweka sehemu gani, au kama ni mbali na sehemu ya kutunza, basi kuna watu maalum ambao au gari maalum imeandaa linapitia sehemu uchafu na kuwapeleka sehemu ya mbali? Hilo pia niliwaza. Kwanza ninunua mifuko. Tukiwa tunasafisha, tunaikusanya zile taka, tunaziweka sehemu moja. Kuna huyu ambaye anatenda ya usafi wakati ya Nyegezi, pamoja na kwamba nimeona hatoshi kwangu mimi, na nilimwambia unatakiwa ujipime kabisa, ujitathmini uendane na mimi ninavyoenda. Zaidi ya hapo nitamwambia bwana wewe tulia, mimi nitakuwa bora ni kodi gari, niweke mafuta ikapeleke taka panapo stahili, kwa sababu ukisema usafishe afu taka zile zinabaki pale, hamna ulichofanya. Na pia hata na wakazi pia ambao wanasema labda haji kubeba taka na nini, akifika kubeba taka nimwambie assign. Nitajua kwamba maeneo fulani na maana amepitia, maeneo fulani hajapitia, ili tu taka zisiwepo. Sawa. Kuna changamoto mbalimbali kwenye harakati kama hizi, huwezi kukosa mawili matatu. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wadogo hasa wale wa jioni wanalalamika tozo za eneo lile zimekuwa ni kubwa. Let's say mtu analipa tozo ya kila jioni, kuna katisha ushuru anapita pale shilingi 500, 1000 kwa kila mfanyabiashara. Wale wadogo wanaopanga bidhaa zao jioni
labda na saa 2 usiku wanakuwa wamefunga wanaondoka, upande wa Iseni na upande wa Nyegezi stendi. Hawa nao unawaelezaje kwamba swala la michango ni jambo la msingi kulipa au ni tozo ambazo zinaanzishwa tu na baadhi ya wenye vitu wa mitaa? Hilo nitalifuatilia, na ndio maana hata kwa pia nimepita nimewapa elimu kwa swala la usafi, na pia nikawaambia jiulize, unafanya biashara yako ndogo afu uje upigwe faini 50,000, kaambia utanichukia. Kama kuna mtu anapita anakusanya hiyo tozo, ni lazima nijue hiyo tozo wanakusanya kwa ajili gani na walikubalianaje na ikoje. Umeona kwa wao kwamba hiyo tozo ni kwa ajili yao, inawasaidia kwa namna moja au nyingine, au ni mtu tu anakusanya mwisho siku anaweka mfukoni. Kwa hiyo hicho kitu nitafuatilia kujua. Na nadhani kwa sasa hivi kwa Nyegezi wanaelewa, hata kama nikipita wanakuambia yani kwamba kuna changamoto hii na hii na hii. Kwa hiyo ninaiweka, kwa hiyo nina muhusika na muita anitolee ufafanuzi zaidi kwamba hiki kikoje. Sasa kwa kumalizia, wito wako kwa wananchi unawaasa kitu gani ili kutunza usafi wa eneo hilo? Kutunza mazingira kwa Wananyegezi, kwanza ninawaambia kwa mfanyabiashara, hata kwa mtu aliyeko nyumbani, inamfanya hata biashara yake pia kuipa hadhi ya muonekano kuwa mzuri, lakini pia inampa heshima mazingira yake husika. Hata kama biashara yako unaifanya kwa kiwango fulani, mtu anaangalia namna ulivyo palivyo, inaleta matumaini kwamba ni sehemu salama. Kwa hiyo mimi wakazi wa Nyegezi ninawaambia watunze mazingira, usafi kwanza, na tuongeze mapato. Kwa matunza mazingira, sehemu yako iwe safi, iwe bora, itakufanya kuongezeka thamani ya eneo lako.